Akaniambia nataka nikupee kazi, lakini sijui kama utawezana, because ni kazi ambayo unaenda kuongoza watu wakubwa, na wengine hata wamesomea hiyo kazi, wako na certificate hiyo kazi. Nikamwambia mimi nitaweza, na mimi sina certificate na siwezi, lakini nikamwambia tu nitaweza. And then tukatoka hapo, akaniambia ati nitakupigia simu. Nikaenda tukarudi, nikangoja Monday, Tuesday, Wednesday, nikaona hapigi simu. Nikamwambia sasa nimpigie. Kumpigia akaniambia ati acha nikupatie namba ya madam fulani, kumpigia and then kumwambia ni mimi atakupea kazi. Nikapiga namba ingine. Pigia yule tena ananiambia ningoje. Wiki moja ikaisha. Wiki ya pili tena. Nikampigia Monday, Tuesday. Saa ingine ashiki simu, saa ingine ananiambia ningoje. Nikasema kwani tena ilikuwa nipewe kazi. Nikakufa moyo, nikaachana nayo. Nikasema kama ilikuwa yangu, wacha tu ikae. And then nikakuja that week ambayo mwangalizi mwenye alielezea, landlord akatupa vitu nje. Tukaenda huko na mwangalizi, tukahamisha vitu hapo, tukaweka kwa nyumba nyingine. Then on that week tukaenda kutafuta kiwanja ya kwenda crusade, ile extravaganza ya Friday. Tukaenda kufika siku ya crusade, tukabeba vyombo na mkokoteni on that day Friday. Then tukamalizia na Sunday. Sasa Sunday wakati tumebeba kila kitu, imebakia hiyo pulpit ya worshipers. So wakati tumechoka, tumekaa hivi na mesha hapo hivi, ndio simu sasa ule akapiga simu. Ule boss anaitwa James Super. Akapiga simu akasema ile kazi nilikuwa nakwambia sasa imefunguka. Nataka kesho asubuhi wakati uende pale Ruiru, uende ufanyiwe interview. Nikamuuliza nini nitabeba. Akaniambia wewe enda tu na kenye uko nayo. Kufika huko nikapata Madam Masi pale kwa ofisi. Yeye ndio manager wa Jimran Security Company. Akaniambia sasa wewe uko na nini? Details zako ni gani? Mimi nikamwambia niko na KRA pin na ID number. Praise the Lord. Akaniambia sasa wewe hata una good conduct, hauna